Pwani Habari ni channel yako inayokupa habari moto moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Kaa nasi. Ningesema kwamba tumekuja hapa kuzungumza nanyi na mambo makubwa yaliyoko mbele yetu hapa ni mawili. Moja ni kueleza tumefanya nini mwaka 2020 hadi 25, na la pili ni kuomba kura kwa mwaka 25 hadi 30 muendelee kutuamini, tuendelee kuiongoza nchi, tufanye yale ambayo bado yanahitaji kufanyika. Sasa kwenye eneo la tulichokifanya kwa miaka hii mitano, ningependa kwa ufupi kabisa niagawe katika maeneo matatu. La kwanza ni amani, umoja, mshikamano, maridhiano katika nchi. Hili la kwanza. La pili ni kuondoa ubaguzi wa aina zote na kuwafanya wananchi wawe wamoja katika nchi yao. Na la tatu ni masuala ya maendeleo ambayo nayo nitayagawa katika maeneo mawili matatu. Sasa nianze na hili la kwanza la amani na umoja na mshikamano na maridhiano. Ndugu zangu, wako wengi wamezungumza hapa. Wamezungumzia swala la amani kwamba halina mbadala, na mambo yote yanaanza kwanza na amani ndio yaje mengine. Hili lazima tuelewane. Sehemu ambayo haipo amani, jengine lolote halizungumziki, kwa sababu mtakuwa mnahangaika kwanza kuirudisha amani, halafu mzungumzie hayo mengine. Kwa hiyo mara zote tuwe na amani katika nchi. Leo tunaona kwenye vyombo vya habari yale mabomu yanayopigwa Palestina, pale kuna jambo litakuzungumzika pale? Wanahangaika kurudisha amani kwanza, halafu wazungumze mengine. Kwa hivyo sisi tunaendelea kusisitiza umuhimu wa amani katika nchi, na bahati nzuri tunamshukuru Mwenyezi Mungu ametuwezesha katika kipindi hichi 2020 2025, nchi yetu ina amani, nchi yetu ina umoja, nchi yetu ina mshikamano, nchi yetu ina maridhiano mpaka ya kisiasa. Leo wapo waliotangulia kusema kabla yangu, Pemba hii katika mwezi wa uchaguzi, mwezi wa Oktoba, pangekuwa hivi. Kama tumesahau tujikumbushe. Wengi wetu tulikuwepo chaguzi zilizopita, hali haikuwa hivi. Haya ni neema hii kutoka kwa Mola wetu. Tulimuomba, ametupa amani, tuidumishe. Ndugu zangu, umoja unakuja pale unapokuwa watu hawabaguani. Leo sisi viongozi wa Chama cha Mapinduzi tukisimama mbele yenu tukisema mtuchague tena, tunajivunia kuleta umoja katika nchi hii. Hapa katika nchi yetu hii kulikuwa kuna watu wanaozungumzia Uunguja na Upemba. Nyinyi mashahidi. Hapa katika nchi hii kuna watu walikuwa wanazungumzia asili za watu. Wewe bwana umetoka bara, wewe bwana umetoka Ngazija, wewe Mwarabu wa Omani, wewe Muhindi wa India. Wanasahau kwamba umoja tuliokuwa nao wa Zanzibari bila ya kujali asili zetu ndio jambo la msingi. Kila mtu ana asili yake, kila mtu ana asili yake, haiondoi uzanzibari wetu. Sasa mimi ninapowasikia wanasiasa wakipanda majukwaani alafu hoja yao ikawa kwamba wewe umetoka asili yako ni bara, inakufanya wewe usiwe Mzanzibari halisi, naona hawa watu wamefilisika. Ukimwona mtu anazungumza hayo hana hoja ya msingi, sasa anatengeneza ubaguzi. Ukianza hivyo kwamba huyu katoka bara, wewe mwenyewe unayezungumza una asili yako vile vile, unasahau. Lakini huishi hapo, ndio hao baada ya kusema asili watakuja sasa kusema wewe unatoka Pemba au Unguja. Lakini tulishaanza na kule Unguja lipo sana hilo. Watu wakawa wanazungumza, huyo kachaguliwa nafasi fulani bwana, kwani wa wapi huyo? Wa kaskazini au wa kusini? Walishaanza hayo. Namshukuru Mwenyezi Mungu, tumeondoa hiyo hali. Sasa hivi hatuchaguani umetoka wapi.
Sasa hivi tunachaguana kwa uwezo wako wa kazi iliyokuwepo mbele yako. Nikitaka waziri, nikitaka mkurugenzi, nikitaka mkuu wa mkoa, wala sitizami katoka wapi. Sina Upemba wala Unguja wala Ukusini wala Ukaskazini, wala sitizami asili ya mtu huyu Mgazija au mtu wa bara. Mradi we ni Mzanzibari, utapata kazi kwa mujibu wa uwezo wako wa kuifanya hiyo kazi. Sasa wapo watakaokataa, lakini haya tunayasikia kila siku kwenye majukwaa. Mtu anapanda anazungumzia asili ya mtu. Huyu hana hoja, hana sera, kafilisika. Ndio maana anasema mambo haya ya kutaka kutubagua kwa asili zetu. Ndugu zangu, serikali ya Chama cha Mapinduzi imesimamia amani, na ndio maana leo tuko mbele yenu hapa tunazungumza ikiwa shwari kabisa katika nchi yetu. Serikali ya Chama cha Mapinduzi inazungumzia umoja, ndio maana leo hatubaguani. Hapa Pemba kulikuwa kuna wakati hapa misikiti tulikuwa hatusali sote. Huu msikiti bana wa CCM, huu msikiti wa CUF hapa tumesahau. Tulikuwa hatuzikani, watu walikuwa wanapeana talaka kipindi hichi cha uchaguzi, tusisahau. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tuko salama, tuna amani, tuna umoja. Yale mambo yote yale hayapo, na huu ndio mwezi wa uchaguzi, mwezi wa 10. Kusingekuwa shwari kiasi hichi. Katika hili tumefanikiwa, lakini sisi tulienda mbali zaidi. Mimi binafsi nakumbuka nilikuja hapa Pemba tukafanya kampeni, tukasema tutaendeleza maridhiano katika nchi. Mimi nilikuwa wa kwanza kuzungumza na Maalim Seif Sharif Hamad, Mwenyezi Mungu amrehemu, kwamba tuunde serikali ya umoja wa kitaifa. Katiba inatutaka tufanye hivyo, na ndio njia pekee ya kuwafanya wananchi wetu wawe wamoja. Tukakubaliana, tukaunda serikali ya umoja wa kitaifa. Hayo ndio maridhiano ya kisiasa. Hayo ndio maridhiano ya kisiasa. Ndio maana mpaka leo tuna serikali ya umoja wa kitaifa. Wapo wanaotusema wamo humo ndani ya serikali, lakini wakitoka nje wanatusema utadhani wao hawamo. Narudia tena kusema, sikilizeni sera zao, hamtosikia jambo la kisera. Hamtosikia elimu watafanya nini, hamtosikia afya watafanya nini, mtasikia tu ni ugomvi na matusi na maneno ambayo ya kiubaguzi. Mimi nakwambieni ndugu zangu, kila mtu hapa ana chama chake, una haki ya kuwa chama chochote. Lakini mimi ningekuwa wewe, kwanza ningesikiliza huyo ninataka kumchagua ana sera gani, atanifanyia nini. Ndugu zangu, amani, umoja, mshikamano, maridhiano ni jambo la msingi kabisa katika nchi yoyote. Tusipoteze hilo. Mengine yote tukose, lakini si hilo. La pili ni maendeleo. Ndugu zangu, mwaka 2020 nilipokuja hapa nilisema tutafanya maendeleo katika sekta zote. Leo maendeleo tunayagawa katika maeneo matatu: huduma za jamii, miundombinu na uwezeshaji wananchi. Kwenye huduma za jamii, watu wote waliokuja kusema hapa, hakuna hata mmoja ambaye alisema hamjafanya. Namshukuru Mungu kwamba tunakubaliana tumefanya. Skuli tumezijenga. Ilani yetu sisi ilikuwa inasema tujenge madarasa 1500 tu. Tumejenga madarasa 4800. Maskuli ya ghorofa yanaonekana kila pahali, na kuna sehemu kuna zaidi ya moja. Nilikwenda sehemu moja kule katika jimbo la Kiwani nadhani. Kulikuwa kuna watoto, wakati tunafungua ile skuli mpya, nikaambiwa watoto wapya walioandikishwa hapa sasa hivi 1000. Nikasema hawa wapeni skuli nyingine. Tumejenga skuli 2 kwa wakati mmoja. Lengo ni nini? Lengo ni vijana wetu wasome katika mazingira mazuri, walimu wetu wafundishe katika mazingira mazuri, tufanye vizuri zaidi kielimu. Na hilo halina shaka, kwa sababu hata matokeo yameanza kuonyesha kwamba vijana wetu wanafanya vizuri katika elimu sasa.
Asiyetaka kuona na asione. Sisi tutaendelea kumwombea dua. Lakini ndugu zangu, tumejitahidi katika huduma za jamii, katika miundombinu na katika uwezeshaji. Sikwambii sasa kwa wale watu ambao tulikuwa hawa wanyonge, tunawaita wanyonge hapa. Tumewawezesha kwa zana. Watu wangapi tumewapa maboti ya kuvulia? Watu wangapi tumewapa maboti kwa ajili ya ukulima wa mwani? Watu wangapi tumewapa mikopo isiyokuwa na riba kwa ajili ya kufanya biashara ndogo ndogo? Tumewawezesha wananchi. Acha kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.